Sasa naanza kucheza karata na nina mpango nikatafute mtu. Ina maana ningempata mtu haraka ningerudi kwenye lile eneo. Basi nikashikilia karata. Tukacheza. Dakika 3 hazijaisha. Ilipita gari inavutwa gia zinagoma. Nikisema gari inavutwa change down inakataa. Kuna mtu anajua kuendesha manual. Bwana Yesu asifiwe. Inavutwa inapigwa resi lakini gari imegoma. Inakuja na mteremko na ina mzigo. Yaani ilipita pale nilipokuwepo mbele yangu. Ilisomba mabanda, ikasomba watu, ikapiga wamama wengine wakavunjwa miguu, watoto wawili walikufa pale pale. Kuna jamaa alikuwa anamfahamu, akagongwa akafa pale pale. Yaani natoka mnakutana na maiti yake. Huyu si jomba. Natoka tena mama mmoja mguu kule. Mara vitoto kingine kameshaanguka. Gari hapa eleweki. Gari imeenda kukita pale nilipokuwa nimelala. Can you imagine? Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nimelala ndio gari imeenda kuweka breki pale. Imetulia pale. Alafu ni dakika chache zimepita niende nikatafute mtu wa kufua. Nimetoka na wazo nikatafute mtu wa kufua nije nimtolee nguo akafue. Kabla sijarudi hizo nguo zenyewe hata pa kupita kwenda kuzichukua hakuna. Gari imekuja imekita pale. Sasa mimi malaika namweka kwenye kundi gani? Yule mwenye karata yule. Maana alinichelewesha makusudi. Njoo tucheze karata bwana. Hebu chukua kadi hizi. Wewe bwana mimi na mambo yako. Wewe. Tucheze kadi muda wa kazi. Leta. Njoo. Leta. Akachukua kanigawia. Nikashikilia karata. Kabla hata mchezo haujaisha, gari inapita, inaenda kukita nilipokuwa nimelala. Maana aliniforce, unajua nilikuwa sio swala la kulazimishana, kwa swala la kueleweshana. Tucheze ni alinilazimisha, shika. Nataka ukatae, kamata, shika. Njoo. Ameshaweka chini. Anyway, ngoja. Nikakubali tu lakini moyoni mwangu na mambo yangu, ila kumbe nimetolewa mahali ningekufa pale pale. Si unaelewa? Dereva gari lilivyosimama hajulikani aliko. Aliruka nayo. Sisi tunaanza kukusanya maiti na miguu ya watu waliokatwa huko. Tunaanza kupeleka hospitali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unapokutana na tukio la ajabu, mheshimu Mungu. Mwenyekiti Simoni hapa, lakini aliniambia mwezi uliopita, akaniambia nimekosa nafasi ya kushuhudia, lakini katika watu wamemwona Mungu ni mimi. Kamuuliza kwa sababu gani? Anasema ilikuwa niwe nimevunjika. Ghafla alishangaa yuko na pikipiki yake anaendesha, imeingia mtaroni, imebamizwa alafu yeye yuko juu ya mtaro. Kilichomshusha hajui. Ila anashangaa pikipiki kule nyanga. Watu wakasema, blaza una Mungu. Lakini kilichomtoa pale hajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu malaika anapofanya kazi anakuja kutoka nje, hatoki ndani kama Roho Mtakatifu. Kuna saa unaweza ukajikuta una msukumo wa kufanya kitu fulani. Sio wa ndani, ila mikono yako haitulii. Yaani unataka utulie lakini hautulii. Unataka kutulia lakini hautulii. Kumbe malaika anakuforce. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Danieli 8:16. Neno la Bwana linasema, nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyo maono haya. Basi alipokaribia mahali niliposimama, nami naliogopa. Alipokaribia nikaanguka kifudifudi, lakini aliniambia, fahamu mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Basi alipokuwa akisema nami, nilishikwa na usingizi mzito na uso wangu ulielekea chini, lakini alinigusa akanisimamisha wima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na hiyo ndio sifa ya kwanza unapokutana na malaika, macho yako yanashindwa kuona. Wale walioona mwanga Jumapili, macho yaliendelea kuona. Uliona kama unasinzia lakini ulikuwa macho. Si ndio? Maki Daniel alipoguswa, alipomuona akasikia usingizi. Aliposikia usingizi akamgusa akasimama wima. Nilichokuwa nataka kukwambia hapa, unaweza ukasikia sauti. Uko kwenye mazingira unasikia sauti. Alafu hujui ni sauti ya nini.
Kuna wakati nilikuwa natembea na watu fulani, tulikuwa tunafanya survey ya mambo fulani. Kuna wale watu wawili, mimi na rafiki yangu na wao walikuwa wawili, tunatembea na gari yao. Tulizunguka mikoa karibu 3-4. Wakati tunafanya ile survey, mimi sijui wana mpango gani. Kumbe walikuwa na mpango wa kututumia ikishafika wakati wa mavuno watuteme. Haleluya. Sasa tumeendesha gari usiku sana. Tukafika mahali tukasema hapa hatuwezi kuendelea, tumechoka. Paki pembeni tulale. Walipopaki tulale, kumbuka mimi na rafiki yangu tuko siti za nyuma. Wakavuta siti nyuma, afu wakazilaza. Kwa hiyo nafasi iliyobaki ndio sisi tulale. Unaona ukatili huo? Wangapi wamepanda viti? Au starlet? Ni starlet ile gani? Yaani starlet anarudisha siti nyuma, afu anailaza na mwingine. Sisi huku nyuma sasa ndio tubanane kwenye hiyo nafasi iliyobaki. Unajua inakuwa mbaki nafasi gani? Kwenye starlet, unajua starlet? Sasa wakati niko kwenye yale mateso nikasema hivi, si nifungue mlango nikalale nje. Sitakuwa afadhali sasa huko nje eneo lenyewe. Wanyama wanapita pita. Nakumbuka ilikuwa ni eneo la Mtera. Wangapi wanapojua Mtera? Bwawa la Mtera. Sasa tujasimama kwenye makazi ya watu, tumesimama porini. Kutoka bwawa la Mtera hujafika Migori katikati. Kuna kichaka kikubwa kidogo. Kapori sana. Na lile bwawa limezungukwa na wanyama maeneo mengi. Nikawaza mawazo mengi sana. Sasa nikawa nimelala, nimekaa kimya sijalala. Nikasikia sauti imeniita mara 3. Abedi. 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 Nikageuka. Nikamwita rafiki yangu. Umesikia sauti? Akaniambia hapana. Nikapozia, kaendelea kukaa. Tulivyorudi nyumbani, Roho Mtakatifu ndo akaniambia, marufuku kurudi tena kule kwenye ile kazi. Usiende tena. Yaani hata mlipofikia achana napo. Sijakaa sawa. Nakuja kupewa ripoti. Wale ndugu zako sio wameleta mganga kwenye eneo la kazi. Nikasema hapo mimi na wao tumenao mikono. Sitaweza kuendelea nao tena. Nikaishia hapa. Lakini ile sauti iliniita mara 3. Ni malaika alikuwa ananionya. Tusiendelee tena hizo.